Mungu wetu ni moto ulao, na ni lazima kila anayeamini na akaokoka ajue ya kwamba lazima awe moto. And everybody that is a believer must be fire. Haihitaji option kusema nataka niwe moto au niwe baridi. No, you must decide. Ukiwa vuguvugu anasema nitakutapika utoke kwenye kinywa chake. If you are lukewarm, I'm going to spit you out. Kama Mungu wetu ni moto, if our God is fire, kuna mahali ambapo Mungu anataka kanisa lake libatizwe kwa moto. There is a place where God wants his church to be baptized with fire. Kwa nini? Why? Ubatizo wa moto. Moto una kazi gani kiroho? Yasa moto unaweza kuwa alama ya utakaso. Now fire will be a sign of sanctification. Moto unaweza kuwa alama ya hukumu. Also fire can be a sign of judgment. Kwa sababu moto ni asili ya Mungu mwenyewe. Because fire is the nature of God himself. Na kanisa lazima liwe moto. And the church must be fire. Sema amen. Say amen. Unajua moja ya kitu watu hawafahamu, hasa sisi watu wa rohoni, ni kwamba one of the things that people do not understand, especially Mungu alivyokuumba jinsi ulivyo, the way God created you the way you are. You can host spirits. Unaweza kubeba roho. You can host it. Unaweza kubeba. And not one spirit. You can host more than trillions of spirit in one. Unaweza kubeba roho trilioni kwenye mwili wako. Na ndio maana kuna watu wanatembea na roho chafu kwenye miili yao. That's why there are many people walking with dirty spirits in their body. Suluhisho la kutokubeba roho, now the resolution of you not carrying hizi roho chafu, these dirty spirits, ni lazima uwe na moto wa Roho Mtakatifu. You must have the fire of the Holy Ghost. Ni lazima ubatizwe na Roho Mtakatifu. You must be baptized with the Holy Ghost. Na nilikwambia sio lazima ukemee. And I told you it's not a must for you to rebuke. Zile roho zinapokuja kwa sababu zinakukuta you are on fire. When these spirits come, wanakukuta wewe una moto. Haziwezi kupata mlango wa kuingia. They cannot get a gate to enter. Ila sivyo utajikuta ni mtu ambaye una host. Kama yule mtu mmoja aliweza kubeba pepo zaidi ya 2000. If that one person was able to carry 2000 demons, kwa mwanadamu anaweza akabeba roho chafu nyingi ndani yake. A man can carry dirty spirits within him. Zikawa zinafanya kazi ndani yake. They can be working within him. Njia mojawapo ya kushinda uvamizi wa hizi nguvu za giza, one of the ways to overcome the spiritual powers, na hata zinapokuja kushambulia zisiwe na nguvu, and when they come to attack you, they should be powerless. It's not an option. You must be on fire. The moment you become warm, you become cold, you are under spirit attack. Unapokuwa vuguvugu, when you're lukewarm, unapokuwa wa baridi, and you become cold, there are spirit you are hosting. Kuna roho utakuwa unazibeba. But there is no any man of fire, lakini hakuna mwanadamu can host a demonic operation, ambaye anaweza kubeba hizo nguvu za giza. Hawajanisikia nilichosema. They haven't heard what I said. No man of fire, hakuna mwanadamu mwenye moto, can hold, ambaye anaweza kuzibeba those demonic force, hizo nguvu za giza. Kwa sababu hizi roho zinakuwa uncomfortable, because these spirits zinakuwa hazipati mlango wa kuingia. They do not get a gate to enter. Na si tu hazipati mlango wa kuingia, and not only hata zikiingia, even when they enter, haziwezi kuwa sawa. They cannot be comfortable. Zinasumbuka. They are being disturbed. Sema amina. Amen. Maana maombi ndio sehemu yako. Because prayer is your part. Mifungo ndio sehemu yako. Fasting is a part. Uwepo wa Mungu ndio sehemu yako. The presence of God is a part of you. Zitakaa namna gani? How will they stay? Ndio maana nashangaa lokole ambao kila siku wanalipuka majini. That's why I wonder all those believers always have demons. You are missing being on fire. Hii ni alama ya kwamba wewe unakosa moto. Siku moja, one day, binti mmoja alikuja ofisini kwangu. One lady came to my office. Then I pray, she was a pastor. Nikamwombea, yeye ni mchungaji. Mapepo yakalipuka. And the demons came out. Alafu akafurahi sana. And she was very happy. Baba asante. Said, Baba, thank you. Asante mtu wa Mungu. Thank you, man of God. Nasikia kukupenda. I feel like loving you. Nisikilize. Listen to me. Wakati ninamsikiliza, as I was listening to her, akaniamisha kiwango cha kiroho kwa namna ya ajabu. God advanced me in the spiritual dimension and told mwambie huyu binti, tell this lady, kufunguliwa sio kwamba anapendwa. For her to be delivered, it's not that she's being loved. Ni alama ya mwanafunzi asiyejitambua. It's a sign of a student that does not understand himself. And I was very shocked. Nilishtuka sana. Mwambie. He said, tell her. Ni alama ya mwanafunzi asiyejitambua. It's a sign of a student that does not understand herself. Yani ni sawa na unafahamu watoto. Do you know children? Mungu hajakuumba na kukuokoa ubaki kwenye level ya utoto. God did not save you for you to become mtoto utamfuta mavi sasa hivi. You'll wipe her faces right now. Dakika 5 unakuta amejinyea tena. After 5 minutes you'll find out that tena. Then you wipe her again. And the Lord said to me, she is attacked because she's disobedient. Bwana akaniambia ni kwamba amevamiwa ni kwa sababu hayuko, simtii, lacks obedience.
Kwa hiyo anafunguliwa, So she's being delivered. akishafunguliwa And after being delivered anajazwa Roho and Mtakatifu, filled with the Holy Spirit, akishatoka hapo and after that hawi mtii mbele za Mungu. and becomes disobedient Yale before the maroho Lord. yanarudi, And those yanamvaa. spirits come back and Alafu attack her. akifunguka anaona kama ni Bwana anamsaidia. And after being delivered, she Hiyo thinks ni God is michezo ya helping her. kitotototo. Kuna mahali unafika, There's a Mungu point anasema you reach. I have closed this chapter between me and those spirits. Anasema amefunga hii chapter kati yangu mimi na wewe. Haimaanishi kwamba hutavamiwa, It doesn't mean that you will not be attacked, lakini mavamizi hayo hayawi yale yale ya kitoto. but those attacks will not be the childlike. Sasa wewe unakaa kanisani miaka 15. Now you're saved and you're in church for 15 years. You are repeated everywhere, the same demon, the same demon. The problem is not a demon, you are the demon itself. Kila siku unarudia hiyo roho kila siku, na shida sio wewe, sio demon, bali ni wewe mwenyewe. Nimesema shida sio huyo pepo, wewe ndio pepo mwenyewe. The problem is not a demon, you are the demon yourself. Na kwa kazi Mungu anataka afanye na watu wa duniani, And the work that the Lord wants to do with the people of the world, lazima usikie vitu vigumu kama hivi. you must hear difficult things like Kama unataka this. kufanya kazi na Mungu If you want to work with God, na kama unataka kwenda mbali, and if you want to go far, lakini kama but if unataka urob, you just want to rob, you just be like how you are designing to be. kuwa tu kama hivyo ambavyo umekuwa ulivyo. This sign, hii alama This sign ya kwamba kila wakati that every time unavamiwa, you're being attacked, kuna mambo mengi yanatafsiri katika ulimwengu. there are many things that are being described in the spiritual realm. Namba moja, One, yamkini hauna utii wa Mungu. peradventure you don't obey God. Yesu alimwambia ule ndugu ya kwamba angalia umekuwa mzima Jesus told him, see that you are alive now. Umenisikia? You hear me. Umekuwa nini? You Mzima. are alive. Usitende dhambi tena. Do not Sasa sin nisikilize. again. Dhambi wengi wanawaza dhambi kubwa, si ndio Now many people think of big sins, Kuzini, kuiba, kufanyeje. fornication or Lakini watu theft, wengine uchungu ni dhambi. but for others even bitterness is a sin. Kwa hiyo unafunguliwa, lakini ukitoka uchungu unaingia. Now you are Pepo delivered, lile but after linakuja that, linazaa ndani yako. The same demon comes back to you. There is no man of fire Hakuna mwanadamu mwenye moto can host a demon. ambaye anaweza kubeba roho. There is no any man Hakuna mwanadamu of yoyote fire ambaye ana moto can host anaweza a demon. kubeba. That demon must be uncomfortable. Hilo pepo lazima lisiwe sawa, It must. ni lazima. Ndio maana unashangaa ghafla amani inaondoka ndani ya moyo. That's Maana why Mungu anakuambia kuna suddenly you feel mgeni, peace mfukuze gone. mgeni huyo. There is a foreign person. Halafu taken out. unakataa ile roho inaondoka. And you deny that Ikishaondoka unakaa spirit sawa. and goes. Sio lazima uje uanguke mapepo hapa. No man of fire Hakuna mwanadamu mwenye moto can host a demon. ambaye anaweza kubeba pepo, Ukamtunza. that you preserve Kuna him. wengine wanatunza mpaka wanaambukiza wengine. Other people preserve them and then Yaani also mtu give it to anavamiwa na others. mapepo One person is attacked ya by demon hasira na ugomvi of mpaka fighting analihamishia ndani ya kanisa. and also sends it to the church as well. Unamwonaje Shemasi? How do you see that, Asha? Anakera, unamwambukizia mwingine. And you also take it to someone else. Mabaridi yamekutana yote mawili. The cold people have met. No man of Hakuna mwanadamu yoyote mwenye moto can host anaweza kubeba a demon. pepo. Is this called people and vuguvugu men? Ni hao watu wa baridi and these that are lukewarm. Sasa usiogope tukianza kutoa mapepo hapa. Now do not be scared when we start to deliver people Lakini here. lazima ujue ya kwamba But you must know kuna that mahali, there is a place, there is a leakage in the spirit. kuna kitu kinavuja kwenye ulimwengu wa roho. There is a leakage somewhere. Kuna kitu kinavuja sehemu. Na si kwa nini mtu ananisitiza sana. And I don't know why the Holy Spirit No insists me. man on Hakuna mwanadamu mwenye moto Can host anaweza kubeba a spirit. That Roho. spirit must be uncomfortable. hiyo roho, lazima It isiwe must. sawa. Ni lazima. Ndio maana unashangaa ghafla, saa zingine sio lazima uanguke. Saa zingine Roho Mtakatifu atakuletea alama, ni kama amani imeondoka. Other times Halafu it's not a unanyanyuka, matter of- unaomba, You wake up and you unakataa. pray and you deny. Ukikataa unasikia kama moyo umefunguka. You deny and Maana you yake find ni your ile roho heart imeondoka. free. That means the spirit has gone. Saa zingine unasikia alama za rohoni zinakualert kwamba kuna mgeni. Other times you hear the signs in Kuna the spirit shida. that there is a person that Saa zingine unaona hadi kwenye ulimwengu wa roho. Hujaona watu wanaota ndoto wanatolewa mapepo.
Other times kwenye mwili wa damu na nyama hawajawahi kuanguka. And in the flesh they've never fall. Au wakati mwingine hata kama wanaanguka, lakini kwenye ulimwengu wa roho analala, anaota anafanya deliverance hapa, anaanguka, anatapika. Maana yake nini? My friend, you are on fire. In the spiritual world they dream that they vomit and are delivered. To stay. Hizo roho haziko sawa kukaa hapo. Lakini ukiwa mtu wa vuguvugu, but if you're a lukewarm person, wa baridi, you are cold. Sio tu unahosi, unawakaribisha. Sio wale watu tu ambao na ubaya wa roho za giza ni nini? And the bad thing about the haiji moja ikarizika. It's not just one that will come and be satisfied. Ikija ya tamaa ikakaa, when last spirit comes ikaona imepatiwa nafasi na imeendekezwa, and when he finds that they've been inasema ngoja kwanza, tumwache ajisahau kidogo. Let's leave him to forget. Ukikolea wanatoka nje, and after that they come wanaenda kutafuta wawizi. They go and find theft. Na yeye na wawizi naye anakuja, and the demon of anakaa and comes and stays. Akiona na yeye amekaa sawa, and when they also stay comfortably, hawezi kuwa na tamaa na wizi tu asiwe mlevi. Cannot only be a thief and have lust. Wanaleta na wamlevi. They also bring a spirit of drunkenness. The more you invite those spirits, kadri unavyozikaribisha hizo roho, by becoming warm, unakuwa mtu wa vuguvugu. By becoming kwa kuwa mtu wa vuguvugu, the more it invites, ndivyo zaidi inazidi kukaribisha. No man, hakuna mwanadamu who is on fire, ambaye ana moto, can host, anaweza kubeba a demon, pepo. Sasa ukimwambia mshirika, unaona ni kiongozi, hata wakaweza pia sema stoki, mwache, mwambie baba naomba rehema, alafu muite pembeni, mwambie sio shida, sio pepo. The problem is not a demon. You are above those demonic forces. There is a problem somewhere. Kuna shida mahali. Hii ndio imesababisha watu wanakaa makanisa, wanahama makanisa na makanisa. This is what causes people to shift churches. Wanatafuta wachungaji wenye upako. They look for pastors. Labda huyu anifungue, maybe this one will na huyu deliver anifungue, me. na huyu anifungue. Wanafikiri kitakachosaidia tu ni watu kuwafungua. They think what will help them is for people to deliver them. A demonology, the knowledge about demons. Lazima ujue the mentality of demons. Ujue ile akili ya mapepo. Haushindi mapepo tu kwa kukemea. You do not overcome demons. Unajua kuna aina ya mapepo hayata kutoka kwa kukemea pekee. You know there are types of demons that will not come out by rebuking them. Na ndio maana kuna watu wengi wanajikita, wanakemea lakini kitu kiko pale pale. And that's why there are many people that will. Sasa unajiuliza mbona nakemea sana? You ask yourself, umeshakemea mpaka kwa herufi kubwa. You've even rebuked to capital letters. The problem is there are some demons. Kuna mapepo wengine. They go out just by believing. Wanatoka tu kwa kuamini. Hata ukaja mbele ya Yesu. Even if you come before Jesus. If you don't believe. Kama hauamini. The spirit is there. Roho itabaki hapo hapo. Ujeweza kuona mtu unamuombea? Have you not seen someone you pray for someone they fall? Shida ni nini? Sema, what is the problem? And they say, labda tumbo. Maybe it is my stomach. You pray. Akiamka mapepo yanalipuka kabisa. When she wakes up, the demons come out. Anasema akinyanyuka sana, nimekuwa mwepesi. When they wake up and they say, I'm now okay. Have a seat. Alafu saa ya kumaliza ibada tunasema walio wagonjwa. And at the end when you ask those that are sick, watoke mbele. They should come forward. Na yeye anatoka mbele. And she also comes forward. Unamuuliza shida, anasema tumbo. What is the problem? And they say it is my stomach. That means this demon will never leave this guy until the guy is believing. Mpaka aweze kuamini. Hata angeenda mkutano wa Yesu. Even if they go to a meeting of Jesus. There are demons. Kuna mapepo. There are spirits. Kuna roho. Will never leave you. Hazito kuachia. Because you command it. Kwa sababu unazi. Is until you believe. Uamini. That I am free. Kwa hiyo unaweza ukaja hapa nikakuombea mimi nikaamini umefunguka au hujaamini. So you can come here and I believe that you're delivered but you don't believe. Alafu kwa unatoka unasema, and you come out and say, kwa kweli sijafunguka, inabidi nimfuate mpaka Dar es Salaam. Today I haven't been delivered, I must follow him up to Dar es Salaam. Nakata tiketi mpaka Dar es Salaam. I'm cutting a ticket up to Dar es Salaam. Jamani hamna lift nyewe mnatoka Dar es Salaam. Nataka nifike na huko da. Naona kuna vitu havijakamilika. Wewe unafikiri kitakachokuokoa ni kukemea? You think what will help you is rebuking them. There are spirits. Kuna roho. Will never leave a man. Hazitoweza kumwachia mwanadamu mpaka mwanadamu is a believer. Amekuwa mwamini. He believe. Anaamini. That I am free. Kwamba mimi niko huru. Kuna kiwango cha kumshinda shetani. There's a dimension to overcome Satan. Hatumshindi kwa sababu tunakemea. That we don't overcome him before rebuking. Ni kwamba tunaamini tu. I believe. Ninaamini. Yes Lord, I believe. Yes Lord, I believe.
It is well with me. Yani natoka nimekuombea kansa, umeanguka, umetapika, ukinyanyuka unasema I believe I am healed. You say I have believed that I am healed. Mwili unaanza kuonyesha, anambia sikiliza. The body starts to show you I believe I am healed. Nimeponywa. Wako watu wengi mapepo yanaenda na yanarudi kwa sababu ya kutokuamini kwao. There are many people that the demons go out and come back because of their disbelief. Nadhani kusisitize, I want to insist to you, kama wewe sio mtu wa moto, if you're not a person with fire, katika nyakati za mwisho, in these end times, tarajia sana kukaribisha mapepo. Except to welcome the demons. You will host demons in your business. Utabeba mapepo kwenye biashara. You will host demons in your body. Utabeba mapepo kwenye mwili wako. Mapepo ya magonjwa. The demons of diseases. Mapepo ya kukata tamaa. Demons of hope. Maroho ya faraka. Demons of conflict. Magonjwa. Diseases. Kukataliwa. To be rejected. Kila aina ya takataka. Whatever garbage. Utajikuta unatembea nazo. You find yourself walking with them. You are not on fire. Why? Because hauna moto. You are warm. Wewe ni wavuguvugu. Sometimes you are completely cold. There are other times wewe ni wabaridi kabisa. No man on fire. Hakuna mwanadamu ambaye ana moto. Can host a spirit. Anaweza kubeba hizo roho. That spirit. Kwa sababu hizo roho must be uncomfortable. Lazima ziwe hazikai sawa. Mimi mwenyewe nikiingia katikati ya watu wenye pepo, nikakaa katikati, I am not comfortable. Myself, when I enter a place with demons, I do not feel comfortable. Yani wewe njoo hudumu pamoja na mimi, una matatizo ndio utaelewa. If you come close to me and you have problems, you'll understand. Sikuelewi. I do not yani nasikia kuna kitu. I feel like there's something. Yani hata nikisema nikutunzie heshima nasikia Even if I want to preserve you, I feel yani like nasikia nachafukwa. I feel like something is not nasikia right. Kama kuna kitu hakijakaa sawa. I feel like something is not right. Na sivungi, sinyamaze. And I do not stay quiet. Acha tu nimvunjini. Tuende naye hivyo hivyo ndo anakuwa. Let's just walk with her. She's just walking. Hapa ni vitani. This is a place of battle. Sasa hivi tu nimetoka kuongea na hao walioshika watu. Now I just came to talk with kama mmeomba mlipokuja hapa. I'm not sure you guys prayed when you came na here. nikiwauliza yamkini kweli hawajashikana mikono wakaomba. And if I ask them, it's true they did not touch their hands to pray. Waliomba maombi shallow. And even if they prayed, waliomba tu maombi tunaanza na vita. And they just wondered, today we started with war. Sikiliza mtoto wa Mungu. Remember, child of God, hakuna mwanadamu mwenye moto ambaye yuko na moto anaweza kubeba hizo roho. To be in your life, kwa roho kuwa kwenye maisha zako, they must make sure that you are warm. Ni lazima zijue kwamba wewe ni wavuguvugu. They must make sure that you become a warm. Ni lazima zikufanye wewe wavuguvugu. You become a cold sometimes. Uwe wabaridi saa nyingine. Vuguvugu si unachanganya kuja kanisani. What is lukewarm is for you to decide when to come to church. Lakini hata hujielewi kitu umefuata. But you don't even understand what you came to do. Unachanganya kanisani. You find yourself in church. Kuna vitu vingine unachanganya na. Are you on fire? Wewe una moto. You cannot host a spirit. Hawezi kubeba hizo roho.